tujihadhari na hawa wanyama ambao tumewasikia ndio chanzo cha Ebola. Kwa mfano unakuta mtu anakula tu nguruwe, kumbe hajui kama ndio chanzo cha nini? Ebola. Mambo? Poa. Wewe unafahamu Ebola ni nini? Ebola sifahamu ni nini, ila naisikia. Na wewe unafahamu Ebola ni nini? Mimi sifahamu, naisikia tu. Sasa unafahamu Ebola ni nini? Hapana. Fahamu. Ama Sifahamu kwa kweli. Dada mwenye na wewe unamlisha mtoto hapo? Hiyo hata naisikiaga. Sasa ndugu zangu, tunapozungumzia Ebola, Ebola ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vinavyoitwa Ebola virus kwa lugha ya kitaalamu. Sawa? Kwa sasa hivi Tanzania hakujatokea mlipuko aina yoyote ile, lakini kwa nchi jirani kwa mfano Kongo, Uganda kumesharipotiwa visa zaidi ya 200 ambavyo vimetokea mpaka sasa hivi, na visa kama 65 na kuendelea ambavyo watu tayari wameshafanya nini? Wameshafariki. Huu ni ugonjwa kama nilivyowaambia unashambulia kinga ya mwili, damu, ini na figo. Ndio maana unatajwa kuwa ni ugonjwa hatarishi, kwa sababu mtu anapoupata ni ndani ya muda mfupi akishaanza kuonesha dalili ni aidha awe katika hali mbaya au apoteze maisha kabisa. Au chanzo ambapo ugonjwa unatokea mpaka sasa hivi tafiti zinaonyesha ni kwa wanyama, mfano popo, nyani. Kwa watu wanaotumia wanaweza kupata magonjwa aidha kwa kushika huyo mnyama ambaye anao maambukizi au kwa kula nyama yake. Njia za maambukizi zipo nyingi, lakini ni kupitia maji ambavyo ni vimiminika, sawa? Damu ambayo tayari ina mtu hiyo damu au hiyo damu imeathirika na hivyo virusi, mtu anaweza kupata huo ugonjwa. Namna mojawapo ya kujikinga, cha kwanza kwa sisi ambao tupo katika mazingira ambayo hatujapata ugonjwa lakini tupo katika mazingira hatarishi, ni kuhakikisha kunawa mikono kwa maji tiririka, kuepuka kugusana na vitu au kitu ambacho kinakisiwa kina maambukizi ya virusi vya Ebola, kutoa taarifa katika vituo vya afya au uongozi wa mtaa pale tu unapomwona mtu ana dalili za Ebola. Na dalili za Ebola ni zipi? Ni kwamba mtu ataonekana ana maumivu ya kichwa makali, viungo kuuma, kuchoka sana, kutapika au kuharisha, macho kuwa mekundu au kutapika damu au kutoka na damu sehemu mbalimbali. Najua sisi huku tuko mpakani, tunapakana na watu ambao wanatoka nchi jirani, kwa mfano Kongo. Kwa hiyo anapofika, ikitokea umempokea kwa njia ya namna yote ile, hakikisha kujiridhisha amepimwa, sio amepita kwa njia za mikato ameingia nchini kumbe amekuja na maambukizi. Inaweza yakawa hatari kwa taifa, ambayo hiyo hatari itaanzia kwako wewe na familia yako.